kusifu ewe Bwana. Pigia Bwana makofi sana. Kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu hatupangiwi, yeye ndiye anatupangia. Haleluya. Haleluya. Tunamsifu Bwana aliye hai. Alikufa, akafufuka, na sasa tuko huru. Kwa sababu ya kumsifu Bwana. Haleluya. Naomba watu ambao wanamchezea Bwana kwa furaha, watu ambao wanajiamini, ambao wanajua wanamsifu ni nani. Haleluya. Wasomi wa Yesu. Twende. Jiandae tu kwa sababu ya kumsifu Bwana. Tuna sababu ya kumsifu Bwana.
up your hands to Jesus. Lift your hands to Jesus. And just thank Him. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you for your love. Thank you for the gift of your Son. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you all the glory. Thank you for all the manner of provisions. We give you all the Lord. We give you all the glory. You deserve it, Jesus. You deserve it, Master. From the deepest of our hearts, we say thank you. In Jesus' name. Put your hands together again for this man. Before that, let us celebrate this wonderful Thank you so much for a powerful ministration. God bless you. Praise the Lord. God bless you. God bless you. Now, I want to bring my Father. We can't wait. We are expectant. Kutoka utuache, Yesu ametusaidia na amekuwa pamoja na sisi. Na umetupata ile neno ulituachia hiyo the grace, tunaendelea nayo. Na Mungu akubariki. Can we receive my Father in Jesus' name? Kwanza kabisa niruhusu kuchanganya lugha mbili. Si sawa? Mko sawa na hiyo? Nitazungumza kwa Kiswahili na pia kwa Kizungu. Kwanza kabisa nataka kushukuru Mungu kwa kutupa nafasi hii kukutana pamoja baada ya miezi kadhaa. Sitununulie Bwana wengi kwa kusema asante Yesu. Thank you. Pili nataka kusema asante to Pastor Fidelis and your husband in absentia and your children for laboring so hard and ensuring that this work continues. Nataka kuwaeleza kwamba one of the greatest things I see when I come here is the grace of God. What do I see? The grace of God. Look at somebody and say, the grace of God. I see one thing, the grace of God. And that being where we were last time when I was here, I don't want to go anywhere else. I want to go back to the same grace of God, the love of the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. Praise the Lord. Are you ready for that this morning? Are you ready for that this morning? Yes. Praise the Lord. Lastly, before I bring God's word, I bring you greetings from Peniel, Molek. Majority of them are coming to join us this afternoon. So kama unapanga kwenda mahali, ukanzo hiyo vitu zako zote. Urudi hapa
Na kama uendi mahali kama mimi nimekuja mpaka wakati nitamaliza. Siendi mahali. Hapa. Now, we send greetings from my wife who is not in town. Najua siwezi kuletea salamu za bibi yangu alafu mnacheza nazo yenyewe. Praise the Lord. Pastor amesema kama una fujo ulete sasa. Usingoje niende ndio ulete. Ukilete kama nimeenda ninakukujia. Ukilete kama niko tunaweza elewana. Si unaelewa hiyo formula? Ukileta fujo kama nimeenda ninakukujia. Lakini ukileta fujo kama niko hapa tunaelewana tu na tunakubaliana. Hakuna vita. But we are so grateful for what God is doing here through his servant. Can we celebrate this woman of God? I honor what God is doing through you in your life, in your ministry, and more particularly in this church. What you're doing here is known in heaven. And we stand together to agree that God has allowed you to be used of him in our time while we can see. I personally have been a beneficiary of what God is doing here. One day, uliza hawa wanaume na tobeaga na hawa. We sat in a hotel na tukalipiwa bili ya kile tumekula kwa sababu ya hii kazi. Na yule analipa hajakutana na Pastor Fidelis, lakini anasema ile kazi wewe ndiye pastor wa hiyo kanisa iko hapa utawala ukipita hapa. Nikasema mimi ndiye pastor. Si mimi ndiye pastor wa hiyo kanisa. Nilikunywa chai, nikalipiwa bili zote na watu wote nilikuwa nao kwa sababu ya hii kazi. So, the Lord strengthen your feet, the Lord strengthen your hands, the Lord give you the grace to continue in this work because it is for a very special purpose. God is pleased to fulfill his will through your life. And we celebrate what God is doing. Anybody agree with me should say amen to Jesus. Before we take our seats, I want us to just read the same verse. 2 Corinthians chapter 13, verse 14. Those words are always used. Those words are always used at the end of the service. But we want to use those words and learn something that will build our lives in the journey of faith. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Please take your seats. I wanted you still there, technician, to make sure that I am satisfied. I need some little, or maybe you turn this for me. I've been preaching, and so my voice is not very good. I don't want to puncture it before the afternoon. And so make sure it's a bit up kidogo. Yes, that's better. But no echo, no echo. Reduce the high. If I want to shout, I will use my voice. But yes, it is coming. Not too deep. Praise the Lord. We are doing well. Let's appreciate this gentleman. We are doing well. Praise the Lord. Amen. Thank you. No. There's echo there. All right. These are very special words by the Apostle Paul, and he is writing these words. Perhaps this is the most misquoted scripture in the Bible because it is only used when people are going home. It is never used when people are seated in church. I told you, one of the things I see when I come here is the grace of God. The reason why I see the grace of God and say it is the grace of God is because you cannot explain what God is doing. You cannot.
in human language. And when you cannot, in human language, explain the details and how it is taking shape, then you realize it is the grace of God. And so, these words are not just the words of benediction. They are not words as we conclude the service. They are words that must be understood and explained in the church of Jesus Christ. There are three things Paul is praying for the church in Corinth. The grace of Jesus Christ. Say the grace of Jesus Christ. Number two, the love of God. Say the love of God. And number three, the fellowship of the Holy Spirit. Say the fellowship of the Holy Spirit. Praise the Lord. So, I took some time when I was here last to explain to us what is the grace of God. What is the grace of God? We have many times interpreted the grace of God as the unmerited favor of God. But we went further in explaining the grace of God and said the grace of God is the act of God bending over to your life. God bending over to your life. And so this has nothing to do with what you do. It has everything to do with what He has done. That is how God demonstrates His grace in our lives. That He can bend over. Does God have a reason to bend? I'm asking you. Must God bend? But look at it this way. When we are talking about the grace of God, it is God's ability to bend over to reach to us. And so this goes beyond unmerited favor. Much as we did not deserve the act of God bending over, it is simply an act of God's love, God's mercy, and God's favor. So, we are saved by this same grace. We said last time that it is not what we do, it is what He has done. We know it is the grace of God when we have not brought something in, but He has brought everything in. We know it is the grace of God when we realize even where we are today, calling ourselves sons of God, calling ourselves the children of God, is purely an act of God's grace. And so we didn't bring it into being. We did not work it out. God has worked it out in His own wisdom, and we did not deserve it. The grace of our Lord Jesus Christ refers to all the benefits that come through faith in Jesus. I say it again, the grace of Jesus is a reference to all the benefits that come through Jesus Christ. As a believer in the Lord Jesus Christ, there are so many benefits. There are so many benefits that come through our faith in Jesus Christ. These benefits we are enjoying are purely an act of God's grace. Glory to God. Look at your life today, this morning. You woke up, you are strong, you are healthy, much as you have some problems, but you are not dead. What is that? The grace of God. Look at it this way, that your sins are forgiven you, even though you were previously a sinner. But now, by faith in Jesus Christ, you have become a son of God. What is that? The grace of God. Look at it this way, that some of us, even though you have an income, you have a job, you have something you're doing, but to sustain you to where you are today, it is not your job. Kuwa hai na chakula kwa meza si kwa sababu una bidii, ni neema ya Mungu. Kuwa katika ndoa mpaka sasa eti una bwana si sababu una sura, ni neema ya Mungu. Hata muangalie chini nitawaambia. Kuwa kwa ndoa eti mpaka sasa una mke tu, imagine, na ile ujinga uko nayo kama mwanaume, bado kuna mtu anajiita bibi yako. Wewe unafaa kuinua mkono useme ni neema ya Mungu. Watu hawana ndoa hapa sababu unajua kutunza bibi. Wewe kwanza hujui kutunza bibi, ni neema ya Mungu. Watu hawana ndoa sababu wewe unajua kutunza bwana. Kwanza wewe neema ya Mungu. Inua mkono sema neema ya Mungu.
Ulikuwa na watoto, kwa hiyo nyumba wakuite daddy, mami. Wewe unaanza kuwa daddy ya Mungu wewe. Sasa ndio mkono sana neema ya Mungu. Are you sure you are agreeing with what I'm saying? I'm literally saying everything you are today is not because you worked hard. It's because the grace of God is working on your behalf. And so I want the church to lift up their hands one more time and just say, thank you for your grace. Speak it loud and say, thank you for your grace. Glory to God. The grace of God has appeared to all men, and the grace of God has brought us salvation. You may not have a car, you may not have a house, but you are born again. You are richer than those with cars, you are richer than those with houses, because the grace of God that brings salvation, according to Titus chapter 2, verse 11, it says the grace of God that brings salvation has appeared to all men. All men. All men. All men. Plus wewe na mimi ambao hatutoki kwa familia iko na jina. Sisi ambao hatuna jina. Tunajua mimi na wewe hatuna jina. Hatuna wewe sema asante Yesu, hauna jina. Yesu amekupea jina. Wacha kuangalia neno la hiyo. Yesu amekupea jina. Wewe hatutoki kwa familia ziko na jina. Tunatoka tu kwa familia ambazo Mungu aliamua tu zikue katikati ya shida za ulimwengu. Hiyo familia wacha ikoe. Na mimi na wewe tunatoka katika hiyo familia. Hatuna jina, hatuna sifa, hatuna historia, hatuna mali, hatuna vitu, hatuna mashamba, hatuna manyumba, lakini neema akatokea. Neema akatokea. Neema akatokea. Pastor Fidelis, hii ni neema. Hii ni neema. Hii ni neema. Hii ni miezi 18 ya hii kanisa tangu kuanza. Mimi niliwahi kuwa pastor ya watu 3 kwa miaka 2. Hii ni neema. Hii ni neema. Hii ni neema. Hii ni neema. Watu wale mnakaa nyuma, msiposema amen kwa hii neema nitawakujia. Kwa sababu hata kukaa kwa kiti ya plastic mchana wa leo ni neema. Kukutana mimi na wewe leo. Mimi na wewe leo. Na tujuane. Sema neema. Pastor, I see grace. Nothing but the grace of God. You agree with me that there are pastors who are working harder than you. They have connections than you. I know churches which have connections in America. Americans wanawatumia misaada, walipe bills, walipe rent. Huyu na mimi hatuna hizo connections. Si hatujui watu wa Amerika, lakini wale tunajua hawatulipi rent, wale tunajua hawatulipi kanisa, wale tunajua ni neema. So what I'm saying is, all I'm seeing here is the grace of God. I've been in ministry for quite a number of years. I started preaching in 1995. 1995. Nikasimama mara ya kwanza kama sasa mhubiri. Wacha sasa hii mchezo tulikuwa tunaenda kanisani. Sasa nikaanza kuwa mhubiri 1995. How many years ago? Uliza mwenzako ulikuwa wapi 95? 30 years ago. 30 years ago. Nimezunguka Kenya hii. Lakini kazi ambayo Mungu amekuaminia hapa ni kazi ya neema ya Mungu. Na kwa sababu ni neema, hatuwezi piga kifua. Angalia mwenzako mwambie atupige kifua. Kwa sababu ni neema, hatuna majivuno. Kwa sababu ni neema, hatuwezi kusema tumestahili. Ni neema. Hatukustahili. Tumepewa neema. Neema hii ambayo tumepewa ndio ile neema ilitupea wokovu. Maana Kristo Yesu, haleluya, kando kuwa ni mwana wa Mungu, yeye ndiye neema iliyoshuka. Hata tuseme neema aliyeshuka. So neema sio tu kibali kutoka kwa Mungu, neema ni mtu.
Neema si jina la wasichana, neema ni Yesu. Kuna wazazi wako, baba Neema, mama Neema, huko si sawa? Mama Neema, nataka ujue neema ya Yesu Kristo sio jina ya mtoto msichana. Neema ya Yesu Kristo ni mtu. Neema ni Yesu. Na leo hii tunakutana hapa asubuhi ya leo. Ibada hii tunainua mikono yetu kwa Bwana Yesu kumwambia asante kwa neema. Sema kwa sauti, asante kwa neema. Haleluya. Maandiko inasema neema hii imeapia kwa wanadamu wote. The grace that brings salvation has appeared to all men. Hii neema ikiapia kwako, maisha yako yanageuka. Hii neema ikiapia kwako, maisha yako yanachange. Wakati neema ya Mungu ilishuka katika maisha yetu, tuliokuwa wenye dhambi tunaitwa wana wa Mungu. Tuliokuwa wenye dhambi sasa tunaitwa wana wa Mungu. Tulikuwa tumepotea, sasa tumepatikana. Tuliokuwa ambao si watu, sasa sisi ni watu. Neema ya Yesu Kristo ikitokea mahali popote, hali ya watu inabadilika, maisha ya watu inabadilika, desturi ya watu inabadilika, mambo yako yote yanabadilika. Si kwa sababu umepata pesa, bali kwa sababu umekutana na neema. Na neema yetu sio tu kupendelewa na Mungu. Neema ni Kristo Yesu mwenyewe. Sema haleluya. So leo hii tunasimama hapa kutangaza hii neema iliyotupa wokovu. Hii neema ambaye ametufikisha mahali tuko. Huyu neema, mnaona hiyo Kiswahili inaendelea ikichange. Ilianza hii neema, sasa ni huyo neema. Na huyo neema tuongee mtoto wa mtu hapa, tunaongea Bwana Yesu Kristo. Maana mimi pia najua chache langu na mtoto anaitwa Neema. Grace, si ndio? Na kuna mama Grace somewhere, si ndio? Kuna mama Grace mahali? Na kuna Grace. Grace si wewe. Grace si wewe, Grace ni Yesu. Hallelujah. Kuna Grace, najua Grace. Lakini sasa neema huyu ambaye tunamzungumzia ni Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuletea wokovu, akatusamehe dhambi, akatufanya wana wa Mungu. Huyu neema aliye pamoja nasi ataendelea kutusaidia katika maisha yetu. Nataka kusema hivi ya kwamba neema alituletea wokovu. Sema neema alileta wokovu. Neema ameleta kibali. Sema neema ameleta kibali. Na huyu neema ni Bwana Yesu Kristo. Sema hallelujah. Now, Bible says and this is the Apostle Paul. He says in chapter 15 of 1 Corinthians. I just wanted to make mention of that before I share on what I want to share today. 15 of 1 Corinthians verse 9. The Apostle Paul says, "For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am." Paul, kabla conversion, alikuwa anaitwa Saul. Saul alitesa kanisa sana. Wakati Mungu alimuokoa Sauli, wakati Mungu alikutana na Sauli kwenye njia akielekea Dameski, maandiko linasema nuru ya Mungu iling'aa juu yake na akaangushwa kutoka kwa farasi wake, akaja mpaka chini. Na hii ilikuwa mchana. Inafaa ujue kwamba nuru aliyoiona Sauli ilikuwa kuu kuliko nuru ya jua. Saa hii hata nikiwasha tochi haiwezi kuleta utofauti, si ndio? Kwa sababu kuna mwangaza. Lakini kile nataka uone ni kwamba Sauli alipokutana na Yesu, alikutana na mwangaza ambao ni zaidi ya jua. Maana aliweza kuona tofauti ya jua na ule mwangaza ambao aliuona siku hiyo. Lakini wakati alibadilishwa, anasema mimi katikati ya mitume wa Yesu Kristo sistahili kuwa mtume, maana mimi mwenyewe nilitesa kanisa, nilikuwa gaidi. Lakini anasema neema ya Mungu imenifanya kuwa jinsi nilivyo.
Sistahili kuwa mtume. Nimeumiza watu wa Mungu. Nimetesa kanisa. Lakini anajiangalia anasema, to be who I am today is the grace of God. I am what I am by the grace of God. I want you to begin to celebrate the grace of God, and you will see more increase in your life. Don't celebrate your effort. Don't celebrate your money. Begin to celebrate the grace of God. Don't celebrate the things God has given you. Celebrate the grace of God. Don't celebrate that I am strong. Celebrate the grace of God. Don't celebrate that you know how to do it. You don't have the skill. Celebrate the grace of God. Paul says, of all the apostles, I am the least of them all, and I'm not supposed to be called an apostle of Jesus Christ because I persecuted the church. But I am what I am by the grace of God. Lift up your hand and say, the grace is at work in my life. Remembering how he persecuted the church, Paul says, I'm not worthy to be called an apostle. He calls himself, I am the least of all the apostles. However, I am what I am by the grace of God. And his grace which was bestowed upon me, was not in vain. I want to announce this to this church. The grace on you is not in vain. Can you write that down? Say, the grace on me is not in vain. Amen. The grace of God that is on your life is not in vain. Neema ya Mungu iliyo juu yako sio bure, ina sababu, ina kusudi. Glory to God. Now, when you understand the grace of God, you stop celebrating your effort. When you understand the grace of God, you stop celebrating your effort. It is God's grace, not your effort. When God's grace is at work in your life, you will enter rest. Are you seeing what I'm saying? You stop celebrating your effort. You enter rest. What is at work now? The grace of God. Pastor, may you enter rest. Because the grace is at work in your life. While others are complaining about how difficult ministry is, we will be able to lift our hands and say, the grace of God is at work in my life and I have entered rest. Wakati watu wanasema ndoa ni ngumu, sisi tulio na neema tunasema si ngumu kwa sababu ndoa si bidii ya mwanaume ama mwanamke, ni neema iliyo juu yangu inafanya kazi. Kuna watu wanahitaji hiyo neema. Inua mkono sema naipokea hiyo neema. Neema ikiwa juu yako, ikifanya kazi katika maisha yako, unawacha kusumbuka, unawacha kujitetea, maana hii neema ya Bwana ikiwa juu yako inakupeleka katika pumziko. Ingia katika pumziko. You will walk from a place of rest because the grace is at work in your life. I'm praying for you today that after this service, as we celebrate 18 years of God's grace, God's mercy, God's doing, you will enter into rest. There is a place in God where men can rest. They rest from their labor. They rest from their sweat. They rest from their bidii. Unapumzika kutoka kwa bidii yako. Maana bidii haijawahi saidia mtu. Ni neema ndiye husaidia watu. Kuna watu wamekufa katika bidii. Kuna watu wameshindwa wakifanya bidii. Lakini kuna watu hapa leo, sijui wamekaa mbele ama nyuma, lakini kuna watu hapa wapi? Leo, hapa. Kuna watu hapa leo, kutoka ibada ya leo, usiniangalie hivyo na kuongelesha, kutoka ibada ya leo, unaingia mahali panaitwa pumziko. 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 Hautafanya biashara, ukilia na kucomplain, ingia pumziko. Hapo kwa pumziko, usiye tunaenda kulala mpaka saa 4, hapana. Utakuwa unafungua biashara, lakini si wewe unaleta customer, ni Bwana analeta customer. Ndoa imekuwa na shida, na hizo vitu watu wanakuja kanisani wanataka waombewe, ombea ndoa yangu. Hapana, pokea neema uende. Pokea neema uende. Hizo vitu za ndoa utaingia pumziko.
ukaingia pumziko. Miaka yako sahihi haikubali kwa unasumbuana na mwanaume, unasumbuana na mwanamke. Ingia pumziko. Ingia pumziko. Ingia pumziko. Ingia pumziko. Amen. Hata wale ambao hawajaolewa, ingia pumziko. Ni makosa kuoa kama hujapumzika. Ni makosa kuolewa kama hujapumzika. Usiseme nataka kuolewa nitulie. Hauwezi tulia na mwanaume. Huwezi kutulia na mwanamke. Watu hawapumziki kwa sababu wameingia kwa ndoa. Ukiingia kwa ndoa namna hiyo utaumia zaidi. Lakini kuna kitu unaweza kufanya ikakuingiza katika pumziko. Haleluya. Kile kitakachokuingiza katika pumziko ni nini? Neema. Sema neema. Neema. Ingia katika neema hii upate pumziko. The grace of God brings you to a place of rest. Haleluya. Huyu neema akasema siku moja katika Mathayo 11:28 akasema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nani nitawapa pumziko. Nani anaongea? Neema. Huyo ni Yesu. Anasema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito. Watu wamechoka. Kwanza Wakenya wamechoka. Shida kila mahali. Sasa zaidi Wakenya wanafikiria shida yetu ni kasongo. Shida yetu si kasongo. Shida yetu ni kukataa neema ifanye kazi kwa maisha yako. Tunaona uwezi sema amen hapo. Kwa sababu unafikiria kasongo akitoka utapona. Kasongo akitoka utaumia. Shida zako haziwezi toka na kasongo. Shida zako zinatolewa na neema. Na neema anaitwa Yesu Kristo. Alipokuja alisema, kujeni kwangu nyinyi nyote mnaolemewa na mizigo mizito, nami nitawapa pumziko. Kupumzika haiko katika vitu. Kupumzika iko ndani ya neema. Kupumzika kwetu iko ndani ya Kristo. Tuliokuja kwa Yesu tumepata pumziko. Tuliookoka tumepokea pumziko. Tulikiamini Kristo unapata pumziko. Watu wanazunguka wanatafuta njia ya kutoka katika shida na matatizo mbalimbali, lakini mimi nakuja na shortcut. Shortcut ya kupata pumziko ni kukubali neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Now, we will change that pattern of benediction and begin to say, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit is with us now. Say, is with us now. Amen. Is with us. Can we say that again? And the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit is with us and forevermore. Shall we be amen? The grace is with us now. The grace is Jesus Christ. And because of this grace, we have entered rest. Even me, I'm preaching from rest. Amen. You will sing from rest. You will do ministry from a place of rest. Because Jesus has already rested you. He has rested you from your labor. You bring nothing. You don't make anything better. You enter into the finished work of Jesus Christ. Hallelujah. When you believe in Jesus, siku ile ulimwamini Yesu Kristo, uliingia katika pumziko. Na hiyo pumziko inatokana na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. So hiyo neema ndio inafanya kazi hapa. Hallelujah. Hii si pesa, ni neema. Amen. Narudia, hii si pesa, ni neema. Mimi na nitasema mpaka jioni ndio ikuingie vizuri. Hii si pesa, ni neema. Hakuna pesa hapa, ni neema. Hallelujah. Hakuna pesa hapa, ni nini? Neema. Ni neema. Hii ni neema. Hii ni neema. Kama ni pesa tungejua, lakini si pesa, ni neema. Huyu pastor si tajiri, ni neema. Mimi namjua, si tajiri, ni neema. Lakini kwa sababu ya neema, akisimama utadhani tajiri anasimama. Akipita unadhani tajiri anapita. Neema inakugeuza. Neema anakugeuza. Watu wanaanza kukuona tofauti.
Mungu aliambia nabii mmoja, nitakuinua mbele ya watu, wakikuona hautakuwa vile unavyofanana. I will magnify you before the people. God has magnified his servant. Now when she stands, people think she's very rich. I want to confirm, she's not very rich. She's very graced. Full of grace. Full of grace. Praise the Lord. Full of grace. Hata mimi nikitembea naonekana kama tajiri, lakini watu hawanijui. Watu wananionanga, huyu jamaa na pesa. Ni sura ya neema. Ni sura ya neema. Sura ya neema. Neema ya Yesu Kristo inafanya kazi kwa maisha yangu mpaka watu wakiniangalia wanaona milionea. Na si milionea. Wapi uongo? Na si tajiri. Wapi uongo? Kwa sababu neema inawakilisha katika maisha yako vitu ambavyo havipo. Amen. Neema ni nzuri kuliko pesa. Neema ni nzuri kuliko connection. Neema ni nzuri kuliko mali. Na hii neema ya Kristo inafanya kazi katika maisha ya watu wake. Pokea hiyo neema uone. Kutoka leo tunatoka na hiyo neema. Wakati unafanya biashara hapa, ingia kwa hiyo biashara na neema. Narudia tena. Ingia katika hiyo biashara na neema. Kutoka leo natangaza neema. Na tutaongea historia hii miezi chache ijayo, tukikonfirm kwamba ile neema ambayo tulizungumzia juu yake inafanya kazi katika maisha yako, katika biashara yako, katika familia yako, katika watoto wako, katika kazi yako. Pokeeni neema ya Yesu Kristo ifanye kazi katika maisha yako. Anywhere there was a struggle, we are declaring God's grace. Any place there was pain, we are declaring God's grace. Any place there was a struggle, we are declaring God's grace. Receive the grace of God in Jesus' name. Amen. Now, it is not just the grace of God. It's the fellowship of, it's the love of God. Okay, the grace of our Lord Jesus Christ. And what? The love of God. Say with me, the love of God. Speak louder. Say the love of God. Speak louder. Say the love of God. Amen. Not our love for God. It is his love for us. The love of God. Okay? Now, this Bible, at the center of this book is one word. The love of God. Can I say it again? At the center of this book is one word. The love of God. The summary of this book is God's love. The summary of this book is not vile ulianiwa kutoka kwenu, vile madhabahu ya kwenu na kutafuta. Tulipookoka madhabahu haitutafuti. Amen. Summary ya kitabu ni the love of God. At the center of this book, the summary, the whole story of this book is about the love of God. And this love of God, hallelujah, is so great that it takes 66 books to put it together. It takes 66 books to put the whole story of God's love to you in one book. So, I want you to see the love of God. First of all, you are a product of God's love. Touch yourself and say, I am a product, of God's love. Amen. I am a product of God's love. We are not in the family of God as believers because we did something. We are in the family of believers because God did something. What did God do? He loved us. For God so loved the world. Not the church. For God so loved what? The world. That he gave his only begotten Son. Whosoever believes in him shall not perish, but has everlasting life. Amen. You know what that scripture is? John 3:16. What about Romans 5:8? What about Romans 5:8? And God demonstrates his love towards us in this manner. Mungu anadhihirisha upendo wake kwetu sisi kwa njia hii,
Yaani hii ndio formula ya Mungu kudhihirisha upendo wake kwetu sisi. Ya kwamba wakati tulikuwa bado tungali wenye dhambi, Kristo alitufia dhambi zetu. Yaani Yesu, Mungu anaonyesha upendo wake kwetu kwa njia kubwa sana kiasi ya kwamba hakungoja ubadilike. Mungu alikupenda tu ukiwa bado unakuta bangi. Hebu imagine. Mungu alikupenda tu kama bado unalewa. Na mlevi naye anakuwa na ujinga. Ulevi iko na ujinga. Unakojoa na wewe ni mtu mzima kwa nguo. Ulevi si kitu mzuri. Lakini Mungu anakupenda tu na unakojoa kwa nguo. Yaani hata yaani mbaba tu uko na watoto alafu unasimama huwezi enda kwa choo. Pombe inakufanya unasikia tu kuachilia. Break hakuna. Na Mungu anasema tu I love this one. Sisi tunasema bure kabisa. Angalia kimuntu. Lakini Mungu anasema I love this one. Na shida ya wanadamu ni nini? Ni Mungu anakupenda na wewe unajifanya hutaki. Bado unakojoa kwa nguo. Mungu anakuambia I love you. Wewe bado. Eti Mungu anadhihirisha upendo wake kwetu kwa njia hii. Wakati tulikuwa wenye dhambi, wakati tu tunanuka hiyo bangi unajua inachukua miaka 9 ndio itoke kwa kichwa ya mtu. Sasa kuna watu hata kwa kanisa tuliokoka lakini bangi bado iko tu kwa kichwa. Mungu tu asaidie. Neema inafanya kazi. Na ubaya wa bangi haiaffect wale wanaikula, ina affect wale tuko karibu na wao. Tumetoka kwa familia ziko na bangi. Watu wanazipuliza tu. Tukivuta. Tunavuta. Sasa imagine level ya bangi ndani ya kichwa chako. Lakini upendo wa Mungu haikuona bangi, iliona wewe. Amwezi sema amen sababu umegusa mahali. Bwana asifiwe sana. Mungu anadhihirisha upendo wake kwetu sisi. Ni makosa unapendwa na utaki. Unapendwa na unajifanya ujisikii. Unapendwa na unajifanya mgumu. It's hard to get. Sasa hiyo ni lugha gani? It's hard to get. When God has demonstrated his love, wakati Mungu amedhihirisha upendo wake kwako, unafaa kuitikia. Usema asante kwa kunipenda. Unafaa kuitikia. Umwambie asante kwa kunipenda. Sileti chochote, nakubali upendo. Siji na chochote, nakubali upendo wa Mungu. The grace of our Lord Jesus Christ. The love of God. God loves you. Look at somebody and tell them God loves you. Now, what will keep this church together is one word, love. One word, love. Can I say it again? What will keep this church together is one word, love. Usiingie ni kama uko kwa soko, ingie ni kama uko kwa familia. Usiingie ni kama una suspect watu, ingia uwe part of the family. Kwa sababu one word will keep this family, love. Say love. Angalia mwenzako mwambie I love you. Hata kama apendeki, unajua kuna watu hata upendo inakataa. Unamwangalia yeye unashtukia, unataka kumwambia I love you, unasikia yeye itoki, unashindwa kutoka. Lakini mwangalie tu sema nakupenda. Amen. Amen. Ukitaka kuona watu wameokoka ni wakati watu wanapendana. Kwenye utawala, Jesus revealed center. One word will describe your journey and your future. Love. The love of God. By this love, we will love each other the way God loves us. Amen. Because human love is limited. I was teaching somewhere yesterday. The Greeks have 8 definitions of love. 8 definitions of love. 8. But the Bible emphasizes one word. Agape. Yes. But the Greeks wana maneno tofauti ya kutafsiri upendo. 8 of them. But in the church of Jesus Christ, there is one particular love that is emphasized. It's called agape. Agape ni kupenda mtu ambaye hapendeki. Sasa kama sisi
Tulikuwa na nini ndio Yesu atupende? Hebu angalia mwenzako muulize, ulikuwa na nini ndio Yesu atakupenda? Maana Yesu hakukupenda juu ya sura. Yesu alikupenda wakati ungali mwenye dhambi. Hiyo peke yake inafanya nainua mikono na mwambia asante Yesu, kwa sababu ulinipenda kabla nikujue, ukanipenda kabla niamini, ukanipenda si kuja na chochote, ukanipenda. Let me tell you something. The glue in the kingdom of God is love. Kinachotushikanisha pamoja katika nyumba ya Mungu ni nini? Upendo. Say love. Lift your hand and say, I love the brethren. I love the brethren. Lakini sauti haitoki nyuma kwa nini? Sema tena kwa sauti, I love the brethren. Amen. I love what? The brethren. We must love one another. We must love one another. Yesu anasemaje kuhusu upendo? Anasema mpendane ninyi kwa ninyi. Okay? Maana kwa njia hii ulimwengu utaamini kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Mahali upendo iko hakuna vita. Mahali upendo iko hakuna mafeelings. Mahali upendo iko kuna familia. Mahali upendo iko kuna umoja. Mahali upendo iko kuna future. Mahali upendo iko hakuna vita. Lakini nionyeshe mahali upendo hakuna vita kila siku. Nionyeshe mahali upendo hakuna mizozo kila siku. Dawa ya mizozo ni upendo. Dawa ya mizozo ni nini? Upendo. So what are we supposed to do as the church, as a local assembly? To love one another. Love one another. Look at that person and say, I should love this one, even though they don't deserve it. Angalia mwingine anasema, I love this one. Kwa sababu ni watoto wa Mungu na ni ndugu zetu. Okay? Ni ndugu zetu. Sisi hata katika familia tunakuaga na ndugu wazuri na wengine wabaya. Ama nyinyi mlizaliwa kwa familia iko tuna kila mtu straight. Mimi natoka kwa familia ambayo kila mtu wako tu kivyake. Watu wako tu kombo. Watu wako kombo. Mnanielewa? Hata tuko na mtu anaitwa mstari kombo. Yaani ni kombo. Yaani watu ni kombo kwa familia. Lakini kwa sababu sisi ni familia, tunakubali msikari kombo na tunakubali hao wengine ambao wako straight na mwingine ambaye ni kombo. What am I trying to show you? I'm telling you, if we are going to be a church, a family, one word must be at the center of every meeting. Love. Love. Usipanguze mikono, piga makofi kama unataka kupiga. Love. One word, say love. What puts the church together? Love. What gets the church in the right mood? Love. What pushes the agenda of God in a church? Love. What can help us grow and become all that God wants us to be? Love. What can unify us and cement us to love? Kwa sababu ya love. Are you getting the point? What will bring us together is love. So we need to love one another. There is no church without love. Angalia juu, sema that. There is no church without love. There is no church without love. Huko nje hakuna love. Love iko kwa church. Okay? True love is demonstrated by the church. Out there, people don't love each other. People use each other. And when we come to the church, we don't use one another. Usikae hapa eti wakuzike. Church, hatuingii church ili tuwe na mahali ambapo ukikufa wakuzike. Hapana, hiyo ni kuattend matanga yako mwenyewe. Yaani unakaa kwa komiti ya mazishi yako. Imagine wewe ni member wa kamati ya mazishi yako. Eti tunakutana hivi, lakini lengo lako kukaa hapo ni kwa sababu ukikufa usikose mahali mtu ya kukuzika. Sisi si baraza la kamati ya mazishi. Sisi ni baraza la familia ya Mungu. Na hii familia ina